Kwanza mambo ambayo yalikuwa ni kero kubwa kwenye mtaa kwangu ilikuwa ni barabara na maji na miundombinu mingine, lakini tunashukuru serikali yetu kupitia kwa Mama Samia Suluhu Hassan kwamba barabara ilikuwa imeachwa kutengenezwa kwa muda mrefu ya zege kuanzia Darajani, mtaa wa Golani kuelekea kule mtaa wa Ukombozi, imeweza kutengenezwa sasa na inakwenda kwa haraka sana kwa kadri ambavyo tunavyoiona. Lakini hiyo sio changamoto ya pekee yake. Changamoto kubwa pia ilikuwa ni mambo ya maji. Maji pia yanahangaikiwa kwa maana yaweze kutoka, lakini pia tunamshukuru mheshimiwa rais, lakini pia tunashukuru jitihada za mheshimiwa Kitila Mkumbo profesa, kwa maana ya kwamba amejaribu kutafuta hata njia mbadala kwa maana upatikanaji wa maji uwezekanike. Kwa maana sasa hivi ninavyoondoka hivi tunaenda kusimamia maji ambayo yatatoka kwenye maeneo mengine kwa kuletwa na magari ili kuhudumia yale maeneo ambayo yamekuwa na changamoto ya maji kwa muda labda siku 3 zilizopita. Na yote hii ni tunajitahidi kuona kwamba wananchi ambao walikuwa wanafikiria watakuwa na kero ya maji wakashindwa kwenda kupiga kura siku ya 29. Tunawasihi sana kwa kiasi kikubwa waende wakapiga kura. Maji yatapatikana kwa njia yote itakayowezekana. Okay. Tuzungumzie ukosefu wa ajira kwa vijana katika mtaa wako. Kuna mikakati gani ambayo mmeiweka na Chama cha Mapinduzi ambayo itaenda kutoa ule ukosefu wa ajira kwa vijana? Sisi kwenye mtaa wetu inaonekana tumejipanga vizuri, kwa sababu la kwanza tuna imani kubwa kwamba huenda mgombea wetu akashinda kwa kiwango kikubwa, lakini pia kama atashinda kwa kiwango kikubwa tunavyotarajia, huenda akapewa nafasi ile ya kuwa waziri wa mipango na uwekezaji. Tuna maeneo ambayo yako wazi tumeshayawekea mpango kazi kwamba kama itatokea bahati nzuri mheshimiwa ameshinda, basi atutafutie mwekezaji ambaye atakuwa na uwezo wa kununua lile eneo na kuweka kiwanda kikubwa labda kitakachosababisha ajira zipatikane kwa vijana wetu. Hilo ndio tumeweka kwenye bracket kitu kama hiyo. Okay. Una ujumbe gani wa muhimu kwa wapiga kura? Ujumbe wangu ni kwamba la kwanza wasiwe na wasiwasi kwamba tarehe 29 usalama upo vizuri sana, kwa maana ya kwamba wasiwe na wasiwasi, wakapige kura na kwa kiasi kikubwa sana mpigie mheshimiwa rais wetu mpendwa Samia Suluhu Hassan, kwa sababu mambo yote haya yanayozungumza ya ajira, miundombinu na kadhalika yote yatasababishwa au yatatekelezeka baada ya kumchagua